Mapinduzi, akachukuliwa yeye, akaokotwa amekufa, ameng'olewa macho, utajisikiaje? Na naongezea leo, akichukuliwa mtoto wa Jakaya Mlisho Kikwete, akaenda akang'olewa macho, akaenda, natoa mfano, nawapa mifano, akaenda akaokotwa hana macho na amekufa, utajisikiaje? Akichukuliwa mtoto wa Alhaji Ali Hassan Mwinyi, akaenda akaokotwa, kesho ameng'olewa macho, amekufa, utajisikiaje? Hivyo hivyo mtoto wa Majaliwa, hivyo hivyo akichukuliwa mtoto wa John Pombe Magufuli, akaokotwa amekufa. Leo kwa nini hatuoni kilio cha hawa watu wanyonge, wenye dhiki, wenye tabu, wenye matatizo, waliochoka? Mimi nitalisimamia mpaka mwisho. Nitalisimamia na kuhakikisha utekaji umehama katika nchi. Narudia tena, CCM sio watekaji na sio chama chenye sera ya kuteka watu. Kama kuna mtu anateka, anateka yeye mwenyewe, sio kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, ni kwa maslahi yake yeye mwenyewe. Mmenielewa? Mmenielewa? Sasa kama nimeongea mimi, alafu kesho shehe kachukuliwa nyumbani kwake, watu wamekuja na Noah, wameondoka naye, kaokotwa amekufa baada ya masaa 2-3, nani anayefuata baadaye? Na kwa sababu hiyo mpaka terminology imezaliwa. Nikasikia terminology inaitwa Gwajimanization. Tumepata neno mpya kwenye ulimwengu wa kisiasa, linaitwa Gwajimanization. Sasa nilipoona Gwajimanization, nikataka sasa niitafasiri Gwajimanization maana yake nini. Gwajimanization au Gwajimanizing ni ujasiri usioteteleka wa kusema kweli, haijalishi ukweli huo ni mchungu au hawapendezi walioko madarakani. Ni dhamiri thabiti ya kutetea maslahi ya taifa kuliko maslahi binafsi, na kuinua sauti kwa uthubutu mkubwa bila kuyumba kiasi cha kusababisha ivume ndani ya himaya za mamlaka na kutikisa misingi ya ufisadi na dhuluma katika nchi. Na kama hii ndiyo maana ya Gwajimanization, basi naipokea kwa mikono ya shukrani, na ningependa kila mtu awe Gwajimanized. Naipokea kwa mikono ya shukrani. Ndugu zangu, nimesema maneno haya ili kufafanua place yangu, kwa sababu mnajua nyie ni kanisa. Wale walio mbali, mmesikia askofu wenu anatajwa kwamba ana Gwajimanize. Gwajimanization kwa maana hii sasa nakubali kweli, ningependa kugwajimanize kwa maana ya ni ujasiri usiotetereka wa kusema ukweli, haijalishi ukweli huo ni mchungu au hawawapendezi walioko madarakani. Ni dhamiri thabiti ya kutetea maslahi ya taifa kuliko maslahi binafsi, na kuinua sauti ya uthubutu mkubwa bila kuyumba kiasi cha kusababisha ivume ndani ya himaya za mamlaka na kutikisa misingi ya ufisadi na dhuluma katika nchi ya Tanzania. Gwajimanization. Nani angependa awe Gwajimanized hapa? Piga kelele, sema ya. Naomba ukae. Kwa hiyo kwenye hili swala sitayumba, sitabadilika, sitapunguza msimamo, tasimama nalo mpaka kuhakikisha kila aliyetekwa amejulikana amekwenda wapi, anafanya nini. Na wale missing persons, kuna wengine wanaitwa missing persons ambao wenyewe hawajulikani wako wapi, lazima tuhakikishe na wao wanapatikana. Sasa ndugu zangu, vaeni silaha kamili za Bwana ili muweze kushindana siku ya uovu, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama,
ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho.